ya kwamba katika dhambi na uovu na makosa, haya ndiyo malango ambayo adui anapitia. Hamnaga malango mengine tena anapita: dhambi, uovu na makosa. Kwa hiyo ili hizi roho za uzinzi ziingie ndani, zinachofanya kwanza, kwa sababu zinajua bisa ukiwa huna dhambi, huna uovu, huna makosa, yanakosa uhalali wa kuingia, wedha uko macho umelala. Kwa hiyo wao wanajifanya wanakukosesha, wanakutendesha dhambi ili wapate mlango wa kuingia ndani. Nasikiliza, njia moja wapo wanatumia ni kutengeneza, wametengeneza picha za ngono za uchi. Msije mkafikiri wametengeneza zile picha za ngono kwa ajili ya kusaidia wanandoa, labda hawajui mfumo wa kufanya tendo la ndoa, kwa wameleta staili kama sehemu ya kuelimisha. Hakuna hicho kitu. Ile ni mission kabisa ya kuharibu, kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu. Kitabu cha Mathayo kinaeleza wazi kabisa 6:22 anasema taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote umekuwa na nuru. Vice versa is true. Jicho lako likiwa safi, mwili wako wote umekuwa nuru, umejaa nuru. Lakini manake kinyume chake ni kwamba jicho likiwa chafu, mwili wote unakuwa mchafu. Kumbuka, mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Na Roho ni mtakatifu, hakai kwenye hekalu lililo chafu ambaye ni mwili. Simesoma ile kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto, ndio mlango wa 3. Amen. 18 ile na kuendelea mbele. Anasema hamjui ya kuwa ninyi miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Amen. Kwa hiyo mwili huu, naomba nitazame, mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu, anakaa ndani. Lakini condition, masharti, ili hekalu lazima liwe safi, maana yeye ni mtakatifu, ili akae ndani. Amen. Amen. Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Adui anapambana, anatengeneza mazingira ya kumfukuzisha Roho Mtakatifu ndani yako kwa kukutazamisha vitu vichafu. Na unapotazama vitu vichafu, kitu cha kwanza, macho yako yananajisika, yanachafuka. Biblia, Yesu anaeleza hiyo mathematiki inavyounganisha uchafu wa macho na mwili. Anasema jicho likiwa chafu, mwili wote unakuwa mchafu. Jicho likiwa safi, mwili wote unakuwa msafi. Kwa hiyo unapotazama hizo picha za ngono, picha za pornography, kitu cha kwanza unanajisi macho yako. Ukinajisi macho yako, maana unanajisi mwili wako. Ukinajisi mwili wako, maana Roho Mtakatifu anakosa mazingira ya kukaa ndani. Akiondoka, matuo ya mapepo yanaingia. Hivi unaelewa nini Ayubu anaposema nimefunga agano ya macho yangu na Mungu nisitazame uovu? Ndio maana hakuna mtu aliyepona atakayeweza kuangalia picha za pornography asiwake tamaa ndani. Hayupo. Mimi nipo kiroho. Wewe angalia hizo picha za pornography, hata ndani ya dakika 5 tu, endelea, ongeza 10, ongeza nusu saa, ongeza limoja, endelea kuprice tu, angalia, kaza macho. Mimi nakwambia, usipokuwa na neema ya Mungu utoke hapo. Na hapo usipoona msaada wa Mungu kusaidia kuokoa ile jambo, usiseme nguvu za giza. Ni wewe mwenyewe ndio umekuwa pepo, umesababisha mwenyewe. Na unajua Biblia inasema wazi kabisa, katika dhambi zote unaweza ukakemea, ukazikaripia, ukafanya hivi. Dhambi ya uzinzi, kimbia kwa miguu yako mwenyewe. Unajua maana yake? Ukiona Mungu anasema dhambi ya uzinzi, hahitaji ukemee, inahitaji ukimbie kwa miguu yako. Maana yake ni kama anajaribu kusema, ninajua nilivyokudesign wewe mwanadamu, ninajua nilivyokuumba, lakini kwenye dhambi hii usilete mchezo nayo. Usifanye mchezo. Miguu ndio ikuokoe kama Yusufu kwenye malango ya Potifa. Na kwa kadri unavyotazama, cha ajabu hiki, si tu unanajisi macho kwa kunajisi mwili wako wote, lakini inafungua marango ya mapepo kuingia. Yanaingia mapepo, yanaingia kwa mfumo wa mawazo kwanza, yanachafua mpaka mawazo, yanaingia kwenye moyo, yanachafua moyo, yananajisi moyo wako, yananajisi mpaka mwili wako, yananajisi mpaka nafsi yako. Nisikilize wana wa Mungu, nirudie kusema hichi kitu. Mapepo ya jini mahaba, roho ya Yezebeli, haiwezi kumuingilia mtu aliye mtakatifu kwenye usingizi. Hayawezi. Yanamuingilia mtu ambaye ni mchafu. Fuatilia, narudia tena, fuatilia. Watu wengi sana wanaota ndoto za kuota ndoto anafanya ngono,
asilimia kubwa kuna vitu nyuma wamefanya vichafu. Mapepo hayawezi kukaa mahali patakatifu, yanaogopa. Kwa sababu ukisoma elimu ya holiness, utakatifu, the doctrine of holiness, ukisoma elimu ya utakatifu, utakatifu ulimwengu leo ni kama moto. Na nipata kitu, utakatifu ni kama moto. Na ndio maana ukiwa mtakatifu, moja ya kitu ambacho utakipata ni presence ya Mungu itakufunika. Kwa sababu Mungu anakaa mahali patakatifu, hakani mahali pachafu. Na ndio maana Mungu hawezi akashuka mahali pachafu, hawezi. Kwa sababu yeye ni holy, ni mtakatifu. Alishashuka mara moja kutumia Yesu Kristo msalabani, alishuka. Lakini nje hapo hashuki mahali pachafu, unless labda awepo mtu ambaye ni kuhani. Kuhani kibibilia, kuhani ni mtu pekee katika jamii ya wanadamu ambaye ana uwezo wa kumuita Mungu mahali pachafu na akashuka. Narudia tena, kuhani ni mtu pekee ambaye anaweza akamuita Mungu mahali pachafu na Mungu akashuka, kwa sababu ya utakatifu wake. Kwa hiyo akishuka pale atatumia utakatifu ulio ndani ya yule mtu kuoperate pale. Na ndio maana tungejua nafasi ya ukuhani tuliopewa. Biblia inasema akanunulia Mungu wanadamu, si ndio, kwa damu ya Yesu, akatufanya kuwa makuhani na wafalme, tupate kumiliki na kutawala juu ya nchi. Ile neno ukuhani upo zaidi kiwajibu kuliko cheo. Na ndio maana wewe uliokoka peke yako una uwezo kumshusha Mungu mahali hapa. Hata kama mchungaji haombi, hata kama mwinjisi haombi, wewe peke yako unaweza kumuita Mungu na akaleta mapinduzi ndani ya kanisa hili. Wewe unaweza kumuita Mungu ndani ya taifa hili, hata kama wengine wote wamegoma kuomba. Wewe unaweza kumuita na akashuka na akaleta mapinduzi. Na ndio maana Mungu akitaka alete mapinduzi, mabadiliko mahali popote, huwa hatafuti watu, anatafuta mtu mmoja. Kwake ni mtu mmoja anatosha sana. Haleluya, haleluya kanisa. Nikuombe usiangalie picha za ngono. Najua zimetapaa kwenye Facebook, zipo nyingi sana. Kwenye YouTube ziko nyingi sana. Kwenye Instagram ziko nyingi sana. TikTok ziko nyingi sana. Mtu mmoja nilikuwa naongea naye, ambia mtumishi, akaniuliza, mtumishi, vipi video unarusha za video za mafundisho unarusha eneo lipi la mtandao wa kijamii? Akasema narusha mitandao ya kijamii yote. Kwenye YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Akasema mimi nimebakia tu na YouTube na Instagram. Nikamuuliza kwa nini TikTok? Akasema TikTok kuna uchafu mwingi sana. Kwa nimeamua ili nisiudanyisi moyo wangu na macho yangu, niwe salama ndani, nisimtende wala kumkasirisha wala kumhuzunisha roho wa Mungu, nimbaki tu na YouTube na Instagram. Nikamwambia, una uhakika huko hamna uchafu? Akasema hivi ndivyo nilivyoona. Nikasema hakunaga mahali kwenye mtandao wa kijamii ambako hauna uchafu. Ni wewe tu namna ulivyoamua kuutumia. Hata ukiingia kwenye Google hakuna mahali ambapo hapana uchafu. Siku hizi mpaka kwenye WhatsApp huko kuna tupa uchafu. Yaani umetengeneza grupu la mafundisho, mtu anaingiza picha za ajabu. Unafanyaje? Bwana asiwe sana. Haleluya. Njia ya pili, kutazama picha za uchi au romantic style. Kumbuka ile ni ya video, hii ni picha. Kutazama au kuangalia picha za uchi, romantic style. Waombe sana, zimetapaka hizo picha sana pia. Picha kama picha, achana video, picha kama picha. The more unavotazama picha za uchi, picha za ngono au romantic style, nikisema the more unavoangalia unaanza kuvutiwa. Amen. Kwa kadri unavyoendelea kuangalia, kwa sababu nisikilize, kila picha unayoiona ina sauti ndani yake. Kila picha unayoiona ina sauti. There is a voice inside. Kuna sauti ndani ya kila picha unayoiona. Picha yoyote hata iwe nzuri mbaya, iweje, ina sauti ndani yake. Amen. Lakini pia ina kitu ambacho inakiadresi kwako na ikitazama. Haleluya. Haleluya. Kwa mfano, kuna watu ambao kabla kuokoka walikuwa wanaishi maisha ya ajabu sana, na akawa na picha nyingi sana. Nimekutana na binti au vijana, alikuwa anapiga picha yuko uchi, yuko na mwenzi wake, yuko hivi, wako uchi. Ameokoka sawa, lakini zile picha hajafuta. Anazo bado kwenye simu, anazo kwenye laptop, anazo
amezibandika mpaka ukutani, yupo uchi, yupo na mke wake na mume wake, au sorry, na mchumba wake, na mtu wa kwanza atembea naye, mume wa kwanza, mume wa pili, binti ya kwanza, anazo zile picha. Sikiliza, ameokoka sawa, lakini the more anavyoendelea kutazama zile picha, anajinajisi tena, anajirudisha Misri yeye mwenyewe. Tuko pamoja? Lakini pia unaweza ukatumiwa picha na marafiki chafu. Mbingu inakukumbusha na inakupa tahadhari, usiangalie, kwa sababu ndani ya hizo picha kuna mitego. Lango la tatu, kitu cha tatu, kutazama video za muziki za kidunia, secular music za video. Kutazama video za muziki ya kidunia na kusikiliza audio imekuwa ni malango makubwa sana hizi spirit. Kusikiliza, kutazama video za muziki za watu wa duniani. Ni kuombe sana usitazame picha, usitazame au kuangalia video za muziki ya kidunia unless kama kuna kitu Mungu amekuagiza ujifunze. Na shetani yuko very smart. Hata kwenye mabasi yetu ametengeneza mazingira ya azimu, utaangalia tu. Nakumbuka kabla sijanunua gari, nimefanya huduma sana mikoa ya kusini, kwa maana Mbeya sana, Iringa sana, unakuwa na Dar es Salaam sana. Sasa inaongea ruti ambazo kwa muda mwingi mabasi, unaingia mwe ndani, unachagua ya dirishani kwanza, ili muda mwingi usiangalie, unaangalia dirishani kinachoendelea. Inafika wakati unaangalia nako dirishani, utachoka tu, si ndio? Muziki inawekwa ni watu wanacheza, wako uchi. Tunafahamu wako uchi kabisa. Na ukiangalia huko za nje na za ndani hizo za muziki, yani unaona kabisa ni pepo kabisa. Yani unaona mpaka macho anavolegeza, yani anavocheza, wanacheza kwenye damu. Nafikiri hiyo elimu ni nyingine kabisa, kwamba kwa nini wanavocheza, wanacheza wanapaka damu, msalaba na ugeuza, wapo kwenye maji, vile vitu vina maana yake. Lakini moja ya kitu ambacho wanaki-advertise, wanakitangaza ni marine spirit. Roho za uzinzi ndizo zinakuwa advertised zaidi. Unasema siangalie, unaenda kuangalia, unaangalia, mdeni unasema nabeba kitabu na kuwa busy kusoma. Naweka mpaka earphone zile ambazo zile kubwa zile, achana hizi ndogo hizo, unaweka ili usikie kabisa. Lakini nakumbuka safari ni masaa 13 mpaka 15 uko barabarani. Unafika mahali hata masikio yanasema naomba nitolee hiyo earphone, naumia masikio. Utatoa, muziki unaendelea, utaendelea kusoma, utachoka pia, utajibaraguza, mwisho utarudi tu pale, utaangalia. Na ukiangalia utajipa moyo mara ya kwanza, sasa ngoja nijifunze wanachofanya. Unajitia moyo, sio? Ngoja nijifunze wanachofanya ili nipate kujua cha kuwahubiria watu. Unaangalia, mwisho unaanza kuchezea mguu mwenyewe. Hata kama utajizuia, utaingia hotelini ile usiku, utakaoingia usiku, ukilala tu zile nyimbo nasikia zinaimbwa ndani. Unajiuliza, kanisa limeweka mkakati gani wa kutengeneza mazingira kunasa mioyo ya watu hata kupita kwenye magari humo ndani? Sasa sikiliza, ukisoma industry ya muziki wa duniani, zile nyimbo ambazo wanaziandaa kuja kuzileta kwetu duniani huko, hakuna nyimbo wanazotoa bila kuzifanyia ibada. Sijajua labda hao ni wachanga, lakini wale watu ambao wako connected na ufalme wa giza, wimbo utakutolewa lazima wafanyie ibada. Nilikuwa naangalia clip moja behind the scene, wakafunua hicho kitu, kwa sababu sasa hizi ufalme wa giza unafanya vitu wazi wazi kabisa. Nikaona ule wimbo, ni mwimbaji wa Marekani, ule wimbo wameweka kama hii madhabahu, wameweka ule wimbo wameweka hapa juu, kama ni flash, kama CD, kama DVD, wameweka hapa juu. Halafu wameweka meza pengine kwa ajili ya kutoa kafara. Watu wanachinjwa kwa ajili ya hii sadaka, kutolea sadaka wimbo, ili uende viral, uwafikie watu wengi, lakini pia utimize mission ya ufalme wa giza. Walipomaliza kutoa sadaka, kunywa zile damu, sio movie, ni walipomaliza ifanye kitu, wakaanza kufanya uzinzi mmoja baada ya mwingine humo ndani. Wako uchi kabisa, wanafanya uzinzi, wanaendelea kuimbilia hizo nyimbo ili mtu atakayesikia tu ile roho ya uzinzi kama ingie. Unajiuliza, turudi kwetu,
Ni waimbaji wangapi ambao wanaweza kufanya ibada namna hiyo kabla ya kutoa wimbo wao? Na ndio maana zile nyimbo, kwa kadri unavyoendelea kutazama zile nyimbo kwa video, hata kusikiliza tu audio, unaanza kusikia ndani kuwaka tamaa. Hata kama wakati mwingine huwezi kufidi kwa muda huo, lakini kuna vitu unanajisi masikio yako, unanajisi moyo wako, unanajisi akili zako. Haleluya. Najua kuna watu wameokoka ni mafundi wa kusikiliza nyimbo za duniani. Bwana asiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nikupe tahadhari, usisikilize hizo nyimbo. Gospel ziko nyingi sana, nyimbo nzuri za gospel ziko nyingi sana nzuri. Angalia hichi kitu. Bwana asiwe sana. Lakini pia jambo la nne ambalo limekuwa na malango, kupitia marafiki wanaojihusisha mambo ya ngono na mambo ya uzinzi. Kupitia marafiki wanaojihusisha mambo ya ngono na mambo ya uzinzi au washerati. Manake watu ambao wako possessed, wanatawaliwa na maroho ya uzinzi. Watu ambao wako possessed. Sasa nisikilize. Yaani mwendo ni ule ule. Ukitembea na mwizi utakuwa mwizi. Ukitembea na mtukanaji utakuwa mtukanaji. Ukitembea na mtu mzinzi utakuwa mzinzi. Ukitembea na mtu mwenye hekima utakuwa na hekima. Ukitembea na mtu mwenye upako utakuwa na upako. Kama vile Elisha alivyokuwa na Elia. Elia anamwambia, naomba niache niende Dothani mara moja. Nitakukuta hapa. Sema, kama roho yako ishivyo sitakuacha. Akaenda. Mpaka kuna event mara 3 ameaga amekataa, ameaga amekataa. Alijua power ya kuambatana na watu sahihi. Akijua kabisa nikikaa na huyu mtu anointing yake itakuwa juu yangu. Na ndio maana hatima yako ya huduma yako, hatima yako ya uchumi wako, hatima yako ya ndoa yako, hatima yako ya chochote katika dunia hii kinaamriwa na aina ya watu unaoambatana nao. Kabisa. Kabisa, kabisa. Ukikaa na mtu kwenye huduma ambaye yuko serious, yani hana time ya kupoteza duniani, muda wote yupo kwenye prayer, muda wote yupo na Biblia, mtu huyo ukikaa naye, ile roho inakuingia ndani yako na unaanza kuwa kama yeye. Na ndio maana kufikia hatima yako yoyote ile, unatakiwa umuombe Mungu na akupe utulivu kwenye kuchagua mtu sahihi wa kuambatana naye, ambaye mnaongea lugha moja, mna passion, mna kiu ya aina moja, mna nia ya aina moja. Hata kama hamna hela, lakini mna mtaji wa ile kiu, tamanio la ndani. Usifanye mchezo wa kitu. Hawa watu lazima atafika mbali. Na ndio maana mtu unayeambatana naye, unatembea naye, huyo mtu akiwa ni mzinzi, roho hizo lazima zitakuingia. Lakini 2, mtu huyo ukilala naye, nikisema kulala naye siongelea habari ya tendo la ndoa, naongelea habari ya kulala naye. Labda tu mama ameondoka, baba uko peke yako, rafiki njoo ulale tu pamoja, hata kama ni jinsia moja, hamshiriki tendo la ndoa, lakini ile tu presence yake, uwepo wake kitandani mwako, ile roho zinaama. Tumeona hichi kitu live. Zinaama. Au kuishi naye, au kufanya kazi pamoja naye. Na ndio maana kila wakati muombe Mungu akutenge na watu wasio sahihi, kwa sababu hawa watu ukikaa nao wanakunajisi, ukikaa nao wanachafua maisha yako. Wamekuja hapo kama malango, wamekuja hapo kwa mission maalum, kwa ajili ya kufungua malango ili waingize cha kwao. Na ndio maana si kila mtu wa kuambatana naye, hata kama ananena kwa lugha. Siri ya moyo anaijua Mungu na yeye mwenyewe. Anaweza kaimba vizuri, anaweza kahubiri vizuri, anaweza kafundisha vizuri, anaweza kama muombezi, anaombea mapepo analipuka, lakini ndani yake amebeba unajisi. Kwa sababu hizo ishara hata shetani wanafanya. Shetani anaweza kafanya ishara na miujiza hapa kama anafanya. Nimefundisha sana wiki fulani nyuma baada ya kujihadhari na roho za udanganyifu. Nakumbuka? Kwa ni kuombe sana. Muombe Mungu akutenge na watu wasio sahihi katika maisha yako. Utakuwa salama sana. Mwambie Mungu akupe watu walio sahihi katika maisha yako. Kumbuka, watu walio sahihi, waliobeba potential, waliobeba uwezo, waliobeba vitu vya kuinua maisha yako, they are very rare, ni adimu pia kuwapata.
Kwa lazima ujikuwe tayari kulipa gharama. Lakini watu ambao ni chipu tu, hata hapa mtaani utawapata tu, hata kanisani utawapata hapa. Lakini wale watu ambao wako very serious kwenye mambo ya kiroho, wako very serious kwa ajili ya maisha yao, hautamkuta kila stress. Lakini pia hata kama ukimkuta, mpaka aone haja ya kukufanya wewe uwe rafiki yake, mpaka achukue namba yako ya simu, amekuheshimu sana. Amekuheshimu sana. Amekuheshimu sana. Kwa hiyo unapoinuka mahali hapo, unapoenda kazini, unapoenda mahali popote, fikiri hilo jambo. Lakini pia achana na hayo mambo kuyaangalia. Lakini ukitoka hapa pia kaandike majina ya marafiki zako wote. Fanya checklist tena, wakague wangapi sio sahihi, acha, waache, wapige chini, ondokana nao. Mara 10 ubaki peke yako. Ni heri kubaki peke yako. As long as ukibaki pia utakuwa salama, kuliko kuwa na ambatana na watu wengi ambao wanaharibu maisha yako, kunajisi maisha yako. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Haleluya. Twende mbele za Mungu, kila mtu afungue kinywa chake. Unajua unachosikiliza, unajua unachoangalia. Na tumwambie Mungu aturumie, atusamehe, atupe hatua mpya katika jambo hili. Muda wote tutazame neno lake, tusikilize yeye, tukae barazani pake. Fungua kinywa chako, nenda mbele za Baba katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai.